Nikiwa nipo chuo mwaka wa mwisho ambao ni mwaka jana, nakumbuka baba yangu wa kiroho aliniita ofisini akaniambia, unajua Nabil, unaelekea kumaliza chuo, na unapomaliza chuo tu ujue kwamba kuna ile posho ambayo tulikuwa tunakupa kila Jumapili kwa ajili ya kukusapoti kwenye masomo yako, tutabidi tuikate. Na aliniambia hivyo si kwa nia mbaya, ni kwa nia njema tu. Ukweli sikuwa nimejipanga kusikia maneno hayo, lakini hii ilipelekea imani yangu kwa namna fulani ilitetereka. Na ilitetereka kwa sababu gani? Ilitetereka kwa sababu sikuwa nimejipanga kwamba nikimaliza chuo tu hapo hapo ile hela ikatwe, kwa sababu niliamini kwamba itakuwepo wakati bado naendelea kujipanga. Kwa hiyo kiukweli ilinishtua sana, lakini nilisema Mungu ninakuamini. Lakini kuna namna fulani ndani yangu shetani alikuwa ananihubiria, ananiambia sawa, unasema una imani, lakini kuna uhalisia wa maisha ambao umemaliza chuo pale, sasa ushapewa labda cheti, nini kinafuata? Unafanya nini? Nilishtuka hivyo, nikajiongeza, nikasema ili Mungu pengine asije kaniona mjinga, ngoja ukute labda Mungu hii nafasi alionipa, hii posho napata, niweke akiba ili ninunue kamera. Kwa hiyo nilichoamua kufanya, nikawa ile posho nikipewa nikawa naweka akiba. Lakini sasa changamoto iliyotokea ni kwamba wakati naishi pale chuo nilikuwa na marafiki zangu, tulikuwa tunaishi pamoja, tunapika pamoja, tunakula pamoja, na mara nyingi wao hawakuwa na fedha ile ya kutosha kama vile ambavyo nilikuwa napata, kwa sababu kila wiki nilikuwa napewa posho kanisani. Kwa hiyo nilikuwa naweza kumudu mambo mengi sana. Sasa ilikuwa ikipita mchango ule, labda tunachanga tupike chakula, ilikuwa sioni tabu kutoa nyingi. Lakini pale niliposema sasa naanza kuweka akiba, kwa hiyo ina maana nishikilie msimamo wangu, inapokuja swala la mchango kila mtu atoe sawa sawa ili nipate kuweka hela yangu ninunue kamera. Baada ya kuanza kufanya hivyo, nilikuja nikagombana na marafiki zangu. Na niligombana nao kwa sababu walishazoea kwamba vile ikitokea kutoa hela naweza nikatoa nyingi, lakini sasa hivi natoa kidogo, natoa sawa na wao. Kwa hiyo ilitupelekea tukagombana. Hata wakaniambia chukua gesi yako utapika mwenyewe, nikachukua nikaiweka ndani. Siku inayofuata ilikuwa tuko kwenye mfungo wa siku 40 Januari, kama hii siku ya leo. Ilikuwa nakumbuka nimetoka darasani, nikasema ngoja niende maombi mapema kwa ajili ya kumwomba Mungu, maana sikuwa na amani ndani yangu. Kwa hiyo nikatoka nikaenda kanisani mapema. Nimefika kanisani, wakati namuomba Mungu, kuna andiko fulani Bwana akaliweka ndani yangu, likawa lina uzito sana, na lisikia kwa uzito zaidi. Ni lile andiko ambalo lipo kwenye Mhubiri, linasema tupa chakula chako juu ya nchi, nao utakiona baada ya siku nyingi mbeleni. Linaendelea kusema, anasema kwamba mkulima akiangalia mawingu hata lima, akiangalia sijui upepo hata vuna. Afu inaendelea kusema, anasema hakuna mtu ajuaye njia ya Mungu. Kwa hiyo Mungu akawa ananisemesha, ananiambia wewe unataka kutumia akili zako mwenyewe, lakini mimi hapa ambaye ninakupa chakula cha kila siku hauamini kwamba ninaweza kukupa hiyo kamera. Kwa hiyo kuna namna fulani nikatiwa moyo kwa lile neno la Mungu ndani yangu. Kwa hiyo kitu ambacho nilichokifanya, nikawafuata rafiki zangu, nikawaambia ndugu zangu nisameni, tupike wote pamoja tuendelee kuishi kama kawaida. Kwa hiyo tulikuwa tunaendelea kuishi kama kawaida, na ile hela nikawa siweki tena, nikawa natoa, nikawa namwamini Mungu. Kabla sijaendelea, nataka nikuambie mambo mawili. Kwenye maisha kuna njia hizi mbili. Kuna njia ambayo tunapita kwa sababu jamii ndio ambayo imetuonesha hii ndio njia sahihi. Unaamka, unasoma, unaenda shule, ukimaliza utafute kazi, ufanye hivi. Hii ni njia ambayo wanatufundisha wanadamu. Kwa hiyo tunatembea katika hii njia kutokana na jinsi wanadamu wanavyotufundisha kutembea ile njia. Lakini kuna njia ya pili ambayo inaitwa njia ya wenye haki,
ambayo hii njia unatembea kwa imani. Hata Biblia inasema, Mungu anasema kwenye Biblia, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Lakini hii njia ya kwanza tunaishi kwa jinsi wanadamu wanapopandikiza vitu kichwani mwetu. Lakini hii njia ya pili tunaishi kwa imani. Kwa hiyo ni juu yako wewe mwenyewe kuamua unataka kupita njia ipi. Unataka kupita njia ya wenye haki ambayo inaitwa path of the just. Njia ya wenye haki ambayo hii njia, ndugu yangu, hakuna mwanadamu ambaye hamuamini Mungu ataweza kukuelewa hii njia ukiwa unapita. Kwa sababu ni njia ambayo unatembea kwa imani, sio kwa mipango na mikakati, hapana. Wanadamu wanaenda kwa mipango na mikakati. Ndio maana anakuuliza, kuna muda mwingine anakuuliza swali, anakwambia baada ya miaka 5 unajiona wapi? Unaambia najiona hapa na hapa. Kwa sababu wanaishi kwa mikakati. Lakini hii njia ya pili tunaishi kwa imani, kwa kumwamini Mungu kwamba Mungu amekupa ahadi, unaamini kwamba kwa ahadi za Mungu nitafika katika ile sehemu. Kwa hiyo mimi niliamua sasa niishi kwa imani, nimwamini Mungu. Nikaishi katika njia hiyo. Ikafika kipindi sasa cha ukweli. Nimemaliza chuo. Nimemaliza chuo, ikaja season ya kufanya field. Nikasema inabidi niende kutafuta field, sehemu ambayo nitaweza kupata kazi nzuri nikiwa naonesha ule uwezo wangu. Na walimu wengi pia walitushauri hivyo. Walituambia tafuteni field sehemu ambayo hata ukimaliza kuna possibility kubwa ya kuajiriwa. Hii ni njia ya wanadamu. Anakuambia kwamba fanya field sehemu ambayo ukimaliza unaweza kuajiriwa. Lakini kuna sauti ndogo kabisa ndani yangu inaniambia, hapana, wewe umesomeshwa na kanisa, umehudumiwa na kanisa, nenda kafanye field kanisani. Kanisa lako linakuhitaji. Nami nikatii, kwa kuwa nimeamua kutembea njia hii ya imani, nikaitii hii njia. Nikaenda kufanya field kanisani. Nimefanya field kwa muda kama wa wiki 3 hivi. Nilikuwa nikitoka asubuhi, labda nimeshafanya kazi zangu pale kanisani, nachukua speaker naenda kuhubiri mtaani. Lakini andiko la Mungu, neno la Mungu linasema, Yesu anasema kupitia Biblia, anasema ukinitumikia mimi, Bwana atakuheshimu. Na mimi nilikuwa kumbe ule wakati ambao ninaishi pale katika hilo neno, kwamba Mungu aliniambia kule, tupa chakula chako juu ya nchi, nao utakiona siku nyingi mbeleni utakuja kukiona. Nilikuwa naishi nikiamini katika hilo andiko kwamba Mungu umeniahidi, nami ninaamini utafanya. Kwa hiyo nikawa naendelea kufanya field kanisani, natoka naenda kuhubiri, maisha yangu yakawa hayo. Ndani ya hizo wiki 3 nikaja kugongewa mlango asubuhi. Naambiwa unaitwa chini, unapigiwa, unatafutwa sana na simu yako haipatikani. Simu yangu ilikuwa imeharibika. Kuona shuka chini hapo kanisani, wakaniambia imepigwa simu hapa, mkuu wa chuo anakutafuta, kuna fursa ya kazi. Nikasema sawa, ngoja nimpigie. Kumpigia nikapata opportunity ya kwenda Kenya. Nikaambiwa kuna kazi inabidi uende Kenya kuifanya. Kwa hiyo nikaenda Kenya, ilikuwa ni kazi ya miezi 3. Lakini kabla ya kwenda kulikuwa na interview. Interview yake ilikuwa urekodi kitu fulani, alafu kitume, wao wakikubali ndio wanakupitisha. Lakini ilikuwa nawaza, je, nafiti kwa ajili ya hii kazi? Mungu akanikumbusha tena, akaniambia nilikuahidi, kama hii kazi unaona imekutafuta hivi, hii kazi ni yako. Nikamwamini Mungu, nikatuma ile interview yangu na nikafanikiwa, nikapata. Nikaenda kule Kenya. Nikafanya kazi, ile kazi ilibidi tufanye watu 4. Kwa kawaida huwa inafanyika hiyo kazi na watu 4. Lakini watu 2 hawakufanikiwa kuweza kufika katika hilo eneo la kazi. Kwa hiyo ile kazi tulifanya watu 2. Kwa hiyo mshahara wa watu 4 tulipewa sisi watu 2. Ukweli ilikuwa ni sehemu ambayo ilibadilisha maisha yangu. Nililipwa kwa dola. Na niliweza kununua kamera, nikanunua na simu mpya nzuri kabisa. Simu nilinunua 9,70,000. Lakini pia nikafungua na biashara. Mungu akanikumbusha, akaniambia nilikuahidi. Nilikwambia kwamba ukiniamini mimi, tupa chakula chako juu ya nchi, nao utakiona baada ya siku nyingi sana. Nikamwambia Mungu, nakushukuru kwa maana wewe ni mwema. Hizi ni njia 2. Kuna njia ambazo
Njia ya kwanza wanadamu wanapita, unapita kwa mitazamo ya wanadamu, lakini njia hii ya pili unapita kwa imani. Ni njia ya Mungu ambayo tunatembea kwa kumwamini Mungu. Ukisoma kitabu cha Ayubu pale, Ayubu ni mtu ambaye alikuja kupata maradhi, akapata ugonjwa, mali zake zikaondoka, hata mke wake akawa tena ile njia ya imani hana tena. Anamwambia usimkufuru Mungu ufe. Lakini Ayubu anamwambia mke wake, anamwambia tupokee mema tu kutoka kwa Mungu, tuache na mabaya. Marafiki zake Ayubu wanakuja kumtembelea Ayubu, wanamwambia wewe utakuwa umemkosea Mungu, ndio maana haya yamekukuta. Lakini mbeleni pale hekima moja inakuja kutoka nzuri sana. Inasema mtu anapokuwa anataka dhahabu, anachimba katika ardhi. Baada ya kuchimba, anaweka taa mule ndani ili kufukuza giza. Na pia ukienda migodini wanaweka mpaka yale majenereta ambayo yanavuta maji kule chini. Wakiwa wanachimba, kama kuna maji, yale maji yanatolewa yanakuja juu ili waendelee kuchimba. Maana yake Biblia inaendelea kusema, anasema ni kwamba mwanadamu anafanya hivi kwa sababu anaijua njia ambapo inaenda kupatikana dhahabu. Lakini anaendelea kusema mbele, maji tunayauliza yanasema mimi sijui hekima inapatikana wapi. Namsikia tu lakini sijui yanapatikana wapi. Tunauliza ndege wa angani, hekima inapatikana wapi? Ndege wa angani pia wanasema mimi sijui hekima inapatikana wapi. Hapa Mungu anajaribu kutuonesha kwamba, je, wewe unajua njia ya kupata dhahabu, ndio maana unachimba, unafukuza giza, lakini njia ya hekima huijui inapatikana wapi. Yamkini hayo magumu unayopitia ndio njia ambayo Mungu anakupitisha uende upate hekima. Njia za Mungu hazielewekaji. Ndio maana hata mama yako na baba yako, kuna nyakati, kwa mfano, unaweza ukawaambia, nasikia wito wa Mungu, ameniita, ameniambia niache kusoma niende nimtumikie yeye. Wazazi wako watakukatalia, sio kwa sababu wanakuchukia, hapana, wanakupenda, lakini wanahofu usije ukafeli yale maisha, kwa sababu wao wanatembea katika njia ya wanadamu wanaotembea. Lakini njia ya imani ya Mungu ni ngumu sana kuiamini. Na ndio maana Mungu akikuita huwa anakutenga na watu, kwa sababu ile hofu yao waliokuwa nayo kwako, kwamba wanakupenda sana, wanahofia usije ukafeli maisha, inawafanya wasione sehemu ambayo Mungu anakupeleka. Ndugu yangu, wewe unatembea katika njia gani? Amua leo kutembea katika njia ya imani, kwa sababu ahadi za Mungu huwa hazikomi, na ahadi za Mungu huwa anazitimiza. Mwanadamu anaweza kabadilika, lakini Mungu, tunao ushuhuda kabisa kwenye Biblia, Mungu habadiliki. Mungu ni yeye yule yule jana, leo na hata milele. Wewe unaamua kupita njia gani? Njia ya wanadamu ambayo leo anakuambia njia hii ni sahihi, kesho akishapata mitazamo mingine anakuambia hapana, hiyo sio sahihi, pita huku. Au unaamua kupita njia ambayo Mungu amekwambia upite, Mungu ambaye habadiliki? Ni njia ipi ambayo unapita? Amua leo.